Naam, uhali gani mpenzi mtazamaji wa channel yako hii pendwa kabisa michezo. Kama ndio kwa mara yako ya kwanza unajiunga na channel hii, basi usisahau kusubscribe pamoja na kubonyeza alama ya kengele itakayotokea chini ya video hii upande wa kulia. Bwana, matajiri wa jiji la Dar es Salaam hapa si wengine bali tunazungumzia klabu ya Azam. Klabu ya Azam imepanga kuimarisha kikosi chake mwanzoni mwa msimu ujao, kwani klabu hiyo imekuwa ni klabu ya kuchekwa hapa Tanzania, kwani watu wengi wamekuwa wakidai kwamba klabu hiyo imekuwa ikitumia pesa nyingi, lakini mwisho wa siku klabu ya Azam imekuwa ifanye vizuri aidha kwenye ligi ya Tanzania bara hata pia kwenye mashindano ya kimataifa ya Afrika. Lakini klabu hiyo mwanzoni mwa msimu ujao itakuwa ni klabu ya kutishia, kwani klabu hiyo mpaka hivi sasa imekuwa ikifanya mazungumzo kadhaa na baadhi ya watu ikiwemo kocha na baadhi ya wachezaji ambao wanacheza ndani ya ligi kuu ya Tanzania bara na vile vile hata nje ya mipaka ya Tanzania. Lakini klabu ya Azam ikumbukwe na nyota wa kuvutia. Je, na wakiongeza wachezaji ambao wamekuwa kitajwa, hivyo wanaweza kuwa na timu kubwa tishio, na hata mimi mwenyewe naweza nikasema Azam msimu ujao inaweza kuwa ni timu ya kutisha. Ikumbukwe mpaka hivi sasa klabu ya Azam inamiliki kiungo ambaye ni bora kwa sasa kwa kizawa, unaweza kusema hivyo. Hapa sio mwingine bali tunamzungumzia Faisal Abdalla Fetoto. Kiungo huyu ambaye ametokea ndani ya klabu ya Yanga amekuwa na msimu bora toka majiunga na mabingwa toka majiunga na matajiri hao wa jiji la Dar es Salaam. Hivyo Fetoto anaweza kuwa mchezaji muhimili kama ataendelea kubaki ndani ya kikosi cha klabu ya Azam. Lakini nyota mwingine pendwa wa kuvutiwa ndani ya kikosi hicho hapa sio mwingine bali tunamzungumzia Pascal Msindo. Pascal Msindo amekuwa ni mchezaji hodari na kuvutiwa kijana ndani ya msimu huu wa Tanzania bara, huku Pascal Msindo akiwa ni mmoja kati ya wachezaji muhimili ndani ya kikosi cha Azam. Pia Azam inamiliki nyota mwingine hodari ambaye amekuwa akiindwa na vilabu vya Simba na Yanga hapa Tanzania. Hapa sio mwingine bali tunamzungumzia winga, hapa sio mwingine bali tunamzungumzia Djibril Sila. Djibril Sila amekuwa ni mchezaji wa kuvutia sana, japo amekuwa namba zake sio za kuvutia ndani ya ligi kuu, lakini kwa umuhimu wake akiwa uwanjani anaweza kufanya vitu vingi, anaweza kukofa vitu vingi. Hivyo kama Azam itaendelea kubakia na winga huyo basi inaweza kufika mbali. Na pia Azam inamiliki mchezaji mwingine kiungo mkabaji, hapa sio mwingine bali tunamzungumzia James Akamiko. James Akamiko amekuwa ni mchezaji hodari ndo tangu amejiunga na klabu ya Azam, kwani amekuwa ni kiungo mkate umeme haswa, huku akisifika kwa kutumia nguvu na kutumia akili pia. Pia klabu ya Azam ina nyota mwingine ambaye amekuwa ni nyota wa kuindwa kabisa, hapa sio mwingine basi tunamzungumzia James Akamiko. James Akamiko amekuwa ni kiungo wa kuvutiwa. Pia Azam ina nyota mwingine ambaye anaitwa Lusajo Mwaikenda. Nyota huyo amekuwa ni nyota wa kuvutiwa kabisa toka majiunga na klabu hiyo, kwani amekuwa ni nyota wa kuvutiwa na amekuwa akisaidia klabu ya Azam kufika hatua amekuwa akisaidia klabu ya Azam kufanya vizuri ndani ya ligi ya Tanzania bara. Lakini klabu ya Azam mwanzoni mwa msimu ujao itakuwa ni klabu ya kutishia, kwani licha ya kuwa na wachezaji hao wazuri ambao wamekuwa kuzivutia vilabu vya hapa Tanzania na vile vile hata nje ya mipaka ya Tanzania, klabu ya Azam pia imepanga kusajili wachezaji wengine wazuri na wapya. Tetesi zilizotufikia hivi sasa inaelezwa ya kwamba klabu ya Azam ina mpango kumrejesha golikipa wake wa zamani nambari 1 na timu ya taifa ya Tanzania. Hapa sio mwingine bali tunamzungumzia Aishi Manula ambaye kwa hivi sasa anaipiga ndani ya klabu ya Simba. Aishi Manula amekuwa hana msimu mzuri toka msimu huu umeanza, kwani amekuwa akiandamwa na majeruhi hapa na pale. Hivyo klabu ya Simba imemwambia ya kwamba haitomuongezea mkataba mpya pale msimu utakapomalizika, hivyo anapaswa kutafuta changamoto nyingine mpya. Klabu ya Azam imeona ni wakati sahihi wa kumrejesha mchezaji huyo, kwani kumbuka mchezaji huyo amelelewa ndani ya klabu hiyo na mpaka anaondoka ndani ya klabu hiyo amekuwa ni mchezaji muhimili. Tusema uongozi wa klabu ya Azam ulishindwa kutambua ni upi wakati mzuri wa kumwacha mchezaji huyo golikipa huyo, huku klabu ya Azam ikiwa tayari imeshawasilisha ofa ndani ya kambi ya mchezaji ya Aishi Manula, ikimhitaji huduma hiyo ambayo Aishi Manula mwishoni mwa msimu huu atakuwa hana timu. Hivyo naona ni ofa nzuri kama atajiunga na klabu ya Azam. Lakini tetesi zingine zilizotufikia ni kwamba klabu ya Azam tayari inafanya mazungumzo na kocha Fry Ibenge, raia huyu wa Kongo. Ikumbukwe Ibenge ni kocha mzoefu hapa barani Afrika, kwani amewahi kuzifundisha vilabu mbalimbali vya hapa Afrika. Ibenge amewahi kufundisha klabu ya AS Vita nchini kwao Kongo, pia amewahi kuifundisha timu ya taifa ya Kongo. Pia ikumbukwe Fry Ibenge ameifundisha klabu ya RS Berkane ya nchini Morocco. Kwa hivi sasa Fry Ibenge ni kocha mkuu wa klabu ya Al Hilal ya Sudan, ambapo timu hiyo ya Sudan imekuwa ikishiriki ligi ya Madagascar, kwani nchini Sudan kwa hivi sasa kuna vita yenyewe kwa yenyewe. Hivyo klabu ya Azam imetumia nafasi hiyo kumuomba kocha huyo kama ataweza kuhudumu ndani ya kikosi hicho. Naam,
ni kama atajiunga na kikosi hicho, basi atakuwa Azam itakuwa ni timu ya kutishia sana hapa Tanzania, vile vile hata nje mipaka ya Tanzania. Je, ni yapi maoni yako? Unadhani kwa usajili huo klabu ya Azam itaweza kuzichallenge klabu za Simba na Yanga, na je itaweza kufika mbali kwa mashindano ya kimataifa barani Afrika? Tuachie kwenye comment.